Siku zote Mungu akikupa kibali ndo huwa kimetoka hivyo. Sasa kuna huyu mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Kevin. Mshikaji amekuwa akifanya poa sana katika game la Bongo Movie kwa sasa hivi. Ni mtu anayefanya tamthilia ambazo zimekuwa nipendwa sana katika platform ya YouTube, lakini pia katika mapokezi ya mtaani. Kwa sasa hivi amekuwa na session hiyo ambapo kazi zake zimekuwa zikipokelewa kiukubwa sana. Ametoka kutupa kazi moja ambayo ilikuwa inaitwa Penzi la Mtoto wa Boss, lakini kuna series nyingine ambayo ameweza kuikatisha. Tujajua je, atatuletea mwendelezo wake ama inakuaje. Kuna series moja ambayo ilikuwa inaitwa Superstar, aliweza kumshirikisha mpaka KP, kwa maana kuna kitu ambacho aliweza kukifanya ni kitu poa sana. Kwa sasa hivi ameweza kutuletea kazi hii hapa ambayo inaitwa Bado Natafuta. Matukio ya mshikaji siku zote waga ni matukio ambayo waga yanatukonga sana mioyo yetu, kutokana kwamba na matukio anayoyafanya. Lakini pia kuna kitu ambacho tunazidi kushangaa sana, kwamba katika stories zake za movie hizi Kevin amekuwa akimtumia Tina katika upande ambao waga ni upande usiokuwa na faida, kwa maana Tina amekuwa ni mtu ambaye ni kigeugeu. Lakini pia Kevin katika movie hii hapa Bado Natafuta ni mshikaji ambaye hana chochote kabisa, na anahitaji kusapotiwa na anahitaji aweze kupata company ili aweze kusimama. Lakini pia Tina kuna mtu mwingine ambaye yupo katika mahusiano naye ambaye anafanya naye kazi, lakini Kevin ni mtu ambaye hana chochote kabisa, kwamba anahitaji support ya Tina ili aweze kufika sehemu anayoitaka. Sasa Tina naye amekuwa ni mtu ambaye ndume la kweli, lakini kwa sasa hivi Tina tunamwona kabisa kwamba moyo wake kauwekeza kwa Kevin. Lakini Kevin pia naye ni mshikaji ambaye hahitaji dharau kabisa katika maisha yake. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, acha comment yako, kisha like video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Tani notification hapo, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Sasa Kevin kuna matukio ambayo anayafanya, tunaanza kuyalinganisha na matukio ambayo ameweza kuyafanya katika movie ambayo iliyopita, Penzi la Mtoto wa Boss na Mdada wa Kazi. Kuna matukio ambayo waga mshikaji waga anayafanya mpaka sisi katika jamii tunaona kabisa kwamba matukio ambayo anayofanyiwa na Tina ama matukio ambayo anayofanya yeye yanakuwa yanamlinda katika upande wa uzuri. Tina siku zote vita yake waga hajawahi kushinda, vita yake waga ni mbaya na mwisho wake waga ni mbaya. Lakini tunaamini kabisa Tina kama angekuwa na moyo mmoja ambao akisema kwamba akifall in love, yani akimpenda mtu ndo moyo wake anauwekeza hivyo, tunaamini kabisa kwamba angekuwa ametulia Tina, na tena angeweza kupata mtu ambaye aliye sahihi, kutokana kwamba upendo wake, akiamua kumpenda mtu waga anampenda kweli. Lakini Tina sasa amekuja kutupa lawama kwa mama yake. Huyu hapa ni mama yake Tina, amekuja kumtupia lawama. Tina ameamka asubuhi, hahitaji tena kumsalimia mama yake, akawa anaondoka kuelekea katika majukumu yake ambayo alikuwa anaenda kutimiza, majukumu ya siku, ili familia iweze kupata chochote kitu, ili na siku pia iweze kwenda. Lakini mama yake kaweza kumstopisha na kumwambia kwamba mbona mwanangu sija kufundisha hivyo? Sina kumbukumbu kama malezi yangu niliweza kukufundisha kwa staili hiyo, kwamba huhitaji mzazi wako kunijulia hali wala huhitaji kujua chochote. Lakini mama nayo inaonekana kwamba ana chuki binafsi, kwa maana bibi mkubwa naye hamuelewi kabisa Kevin. Sasa Tina tayari kashampenda Kevin. Bibi mkubwa anamwambia kwamba mimi sikuwa na budi, ningefanyaje? Lakini Tina baada ya kusemeshwa na bibi mkubwa wake kwamba mbona unaondoka kimya kimya, alianza kutupa lawama bibi mkubwa kwamba mama, pesa nimeshakupa, unahitaji kitu kingine. Kitu gani ambacho unachokihitaji kutoka kwangu? Kama mtu wangu tayari ushanifukuzia na umeweza kumkaribisha huyo mtu mwingine ambaye unayemtaka wewe, ni kitu gani ambacho unachokitaka? Nishakwambia mimi nampenda Kevin. Lakini bibi mkubwa aliweza kuongea kitu kimoja, aliweza kuongea kwamba mimi nimemkarimu tu kama mgeni, nimemkaribisha kama mgeni na sikuwa na budi, kwa maana yule ni mgeni, kwa hiyo ni mkarimu vizuri. Lakini Tina naye aliweza kumwambia mama yake kwamba
kwa nini hujamkaribisha mke wako kwa staili hiyo, umeweza kumkaribisha mgeni? Tina alitamani kuonyeshwa kwamba upendo ambao ameweza kuonyeshwa mgeni angeweza kupata ukarimu huu hapa Kevin. Tuna imani kabisa kwamba Kevin angeweza kuweka kambi katika nyumba ya kina Tina, lakini pia Kevin sidhani kama angeweza kuondoka. Nikuombe kitu kimoja, mimi na kuacha na video hii hapa, tukutane katika next video kwamba tujue ni matukio gani ambayo aliweza kujitokeza katika movie ambayo inaendelea bado anatafuta. Tunamwona Kevin maamuzi ni anakosa sasa, anashindwa kwamba aweze kusimama upande upi, lakini pia penzi lake pamoja na Loveness tunaona kabisa kwamba ni liko matatani. Watu wengi sisi tunatamani tuweze kumuona Kevin akiwa na Loveness, na pia tulitamani tuweze kuona ndoa ya Loveness pamoja na Kevin, lakini Tina ni mtu ambaye ni mtu anayeharibu mipango. Sasa Tina na mpango wake, anampenda Kevin, lakini kumbuka Tina amekuwa ni mtu ambaye hana msimamo katika upande wake, yani katika mambo yake waga hanaga msimamo ambao ulionyoka Tina, lakini kama akikupenda ni mtu ambaye anayependa. Hapa yuko na shoga yake, wanapanga mikakati ya kwenda kukutana na Kevin, lakini kumbuka shoga yake ni rafiki pamoja na Kevin. Huyu mwanadada naye ni kama anamuelewa hivi Kevin. Sasa inakuja kuwa ni hatua ni ngumu sana. Loveness kuna vitu vingi sana anatakiwa aweze kuvumilia juu ya Kevin, kwa maana tunaona kwamba penzi la Kevin pamoja na Loveness ni kama linaenda kufika mwisho. Je, ataweza kuvumilia Loveness? Ataweza kushinda mitihani yote? Kwa sasa hivi Kevin ni kama anamuelewa Tina hivi, kutokana na kwamba Tina kuna itikadi ambazo anamfanyia Kevin, aidha katika msaada au aidha katika vitu vingine, lakini pia Kevin naye ni kama mtu anayempa good time sana. Kabla bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako, kisha share video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu pamoja na update zetu. Tuko hapa kuzungumzia mahusiano ya Loveness pamoja na Kevin. Tunaona kama mahusiano yao kuna watu ambao wanaingilia kati, yani kwamba yasiwepo mahusiano ya Kevin pamoja na Loveness, lakini watu wengi sana walikuwa wanatamani kumuona Loveness akiwa na Kevin, maisha kabisa ambayo ni really tofauti na movie ambazo zinaenda kuigizwa ama sinema ambazo wanakuwa wanazitengeneza. Tamthilia ambazo wamekuwa kituletea ni tamthilia ambazo tunaona kabisa kwamba kuna nyakati ambazo wanakuwa wanapitia ni ngumu, lakini wanakuwa wanavumiliana kutokana na kwamba kuna upendo ambao wanakuwa wanaonyeshana. Upendo ni mzito sana, upendo wa Loveness pamoja na Kevin, lakini kuna changamoto kadhaa ambazo wanakuwa wanazipitia. Hatujajua kwamba Loveness ataweza kushinda vita hii hapa au Kevin ndo ataweza kushinda vita hii hapa. Kumbuka kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Tina. Sasa ile movie ambao bado natafuta, ukiangalia vizuri, kuna huyu mwanadada Tina, yani inaonyesha kabisa kwamba akamkubali mshikaji ambaye ni Kevin, lakini pia Tina naye anaishi nyumbani kwa mama yake. Mama yake pia naye hamuelewi kabisa Kevin, anamwona kama ni kijana ambaye anayetaka kitonga tu, kwamba ni mtu ambaye anataka ganda la ndizi aweze kusaidiwa na Tina ili aweze kujikwamua kimaisha. Sasa bi mkubwa tunamwona kabisa kwamba anaenda kulipinga jambo hili hapa, na kama hajaridhia kabisa kwamba je, Tina ataweza kusimama kama yeye kumshawishi Kevin. Kumbuka Kevin ni mtu ambaye akijua jambo waga ni mtu ambaye ana maamuzi yake. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane katika next video tujue ni kitu gani. Tunaona Kevin ameshindwa kabisa kuvumilia katika movie yake bado natafuta. Mshikaji kaweza kuiachia kwa sasa hivi, inapatikana katika platform yake ya Ndota TV. Bado natafuta ni tamthilia mpya ambayo ameweza kutuletea kwa sasa hivi, lakini ukifuatilia ile tamthilia mle ndani kaweza kufanya unyama wa kutosha sana. Naweza kuipa nafasi kubwa sana tamthilia hii hapa, licha ya kuwa kwamba watu waliopo katika movie ya bado natafuta unaweza kusema kwamba hawana fan base kubwa sana zaidi yake ya yeye Kevin, lakini ameweza kuwatengeleza wasanii wake hawa na wana perform ambavyo kwa 100% kabisa. Mimi naipa tamthilia hii hapa nafasi kubwa sana ya kufanya, kwa maana mapokezi yamekuwa ni makubwa kama penzi la mtoto wa boss na mdada wa kazi. Sasa Kevin humu yupo na mahusiano na Tina, na Tina kaweza kumconvince ili waweze kurudiana. Mshikaji aliweza kufukuzwa pale kwa kina Tina na mama yake. Mama yake Tina hamuhitaji kabisa kumuona mshikaji, kwa maana anadai kuwa mshikaji anatembelea kitonga, lakini mwanadada Tina anamuelewa mshikaji, kwa maana anajua kwamba mshikaji kama akikaa vizuri, nadhani mitikasi yake ataifanya vizuri na maisha yataendelea. Kabla sijaendelea, ni kuombe bonyeza neno limeandikwa subscribe hapo chini, kisha
like video hii, apatia comment yako, share ili na wenzio waweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea kati ya Kevin pamoja na Tina. Sasa Loveness hatuwezi kumpa nafasi kubwa sana katika movie hii hapa, lakini Kevin bado anauliza kwamba ameweza kurudiana na mke wake wa zamani ambaye ni Tina. Tina kaenda kuomba msamaha, kajishusha kwa ajili ya kuomba msamaha, lakini pia Kevin kaweza kumuelewa na kaweza kumpa nafasi nyingine tena ya kuwa naye. Lakini kuna kitu kimoja mshikaji ameweza kujifunza pale nyumbani. Mshikaji katika movie ambayo inaitwa Bado Natafuta, kuna kitu ameweza kujifunza kwa kina Tina, kwa maana kitu ambacho ameweza kujifunza ni kuishi vizuri na mama yake Tina. Yani ameweza kutafakari na kutafuta namna nzuri ambayo ataweza kuishi naye vyema vizuri ili mambo mengine yasiweze kutokea na wasimkwaze. Lakini mama yake Tina sidhani kama ataweza kumpa hiyo nafasi, kutokana kwamba yeye kuna mchizi mwingine ambaye anatamani aweze kuolewa na Tina, lakini Tina moyo wake umeshamungukia Kevin. Lakini kumbuke tu kwamba Kevin waga ni mtu ambaye anapenda sana Loveness, na Loveness bado hatujaona nafasi ya kipeo katika Bado Anatafuta. Hatujajua kama kuna ugomvi ama kuna kitu gani ambacho kinaendelea katika tamthilia hii hapa. So kawaida kabisa kuna wahusika ambao tumewazoea kuwaona katika tamthilia hii hapa au tamthilia ambazo waga zinapita hapo nyuma, kwa maana amini kwamba tamthilia za Kevin au Ndota TV tumezoea kwamba washirika wanakuwa wasanii wake ambao wamewatengeneza, lakini kwa hivi karibuni, kwa sasa hivi tunaona kabisa kwamba ana new sura, kwa maana new brand zingine ambazo anazileta in town ili kwamba ziweze kupokelewa vyema ili aweze kuinuka tena shujaa. Mshikaji amekuwa na roho nzuri sana ya kusupport watu tofauti tofauti, naamini kwamba mshikaji hana roho mbaya, ndio maana kazi zake pindi anapoleta mapokezi yanakuwa ni makubwa sana, kwa maana blessings zinakuwa ni kubwa sana katika kwa Mwenyezi Mungu, anampa baraka nyingi sana, kwa maana kila kazi anayotoa inakuwa inapokelewa vyema. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi nashindwa kuelewa katika upande wake. Kuna kazi moja ambayo ilikuwa inaitwa Superstar, ameshindwa kuiendeleza, kwa maana aliweza kutuintroduce katika mtaani na watu waweza kuipokea vizuri. Mpaka sasa hivi inaweza kukupa 55% kwamba Bado Natafuta imeweza kupokelewa vyema sana mtaani, kwa maana nimepita nyumba kama kadhaa nimeweza kusikia kwamba wanaizungumzia hii tamthilia ya Bado Natafuta kutoka kwa kijana ambaye ni Ndota. Huyu ni bongo movie mzuri sana, mshikaji anafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Ukizungumzia katika top 10 au top 5 huwezi kuacha kumzungumzia huyo mshikaji, kwa maana anafanya poa sana. Mimi naomba nikuache na video hii hapa, tukutane katika next video tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho anazidi kufanya ili kwa ajili ya kuweza kuteka moyo wa Loveness. Kwamba moyo wa Tina ataweza kuishi nao Kevin. Je, na mama yake ataweza kuishi naye pale? Kumbuka bi mkubwa hamuelewi kabisa, lakini mwanadada anamuelewa mshikaji. Je, ataweza kuendana mazingira na mama yake Loveness kama mama yake Tina kama alivyojieleza? Next video tuweze kujua kwamba ni tukio gani ambalo liliendelea. Bye bye.